kwa sababu Wakenya wameamua the future is green. Kwa sababu green ni utajiri na ni uhai. Pale Northeastern wakati iko green, iko uhai. Iko chakula, ng'ombe napata maji, napata nyasi, kila mtu anafurahi. Na ndio sisi tulichagua hii kala ya green kwa sababu hiyo ni moyo ya kuishi. It is life, it is wealth, it is prosperity. And therefore mimi nataka niseme asante kwa kunitembelea. Balozi Ogle na Abdi, asanteni sana kwa kupanga hii delegation. Nilikuwa nimeambiwa mtakuja 30. Baadaye Reverend Dokas akaniambia watu yako ni 68. Akarudi jikoni haraka haraka. So nataka niseme karibuni. Karibuni nyumbani. Mimi nataka niseme the Somali community and the Kikuyu community, we are one. And nobody can separate us. Not Aden Duale, not William Ruto, nobody. Kwa sababu sisi, mtu aliniuliza Rigiji, mimi nasikia unasema Wakamba they are your cousins. Nasikia unasema Wakisii are your cousins. Nasikia unasema Wamasai ni shemeji yenu. Sisi wa Somali kwenu sisi ni akina nani? Nikasema you are our business partners. Sisi na wa Somali ni watu ya biashara. And this country, the economy of this country, wa Somali na Wakikuyu wamechangia kiasi kikubwa pamoja na Wakenya wengine. Na sisi hatuwezi wachana. Hata nani akija hatuwezi wachana. Na mimi nataka kuomba jamii ya wa Somali, Aden Duale asitumiwe na William Ruto kuunganisha nyinyi na business partners yenu. Kwa sababu Ruto akienda lazima tuendelee na biashara. Na kwa sababu ataenda si biashara itaendelea. Sasa huyu Aden Duale anatumiwa na Ruto atukosanishe. If you go hapo Eastleigh, ile biashara iko pale wa Somali wamelete mali kutoka nje. Wamepatia Wakikuyu. Wakikuyu wamechukua bila pesa, bila kuandikania. Wameenda wameuza, wamechukua faida yao, wameweka kando, wamelipa Msomali. Manyumba ile yote imejengwa Eastleigh, hizo maploti zilikuwa Wakikuyu. Manyumba ilikuwa Wakikuyu. Wameshikana na Wasomali, wamefanya joint partnership. There is nobody who can separate the Somali from the Kikuyu. Na mimi nataka nimhakikishie, nikiwa kiongozi wa hii jamii ya Mlima, I'll do whatever it takes to make sure hakuna mtu atakuja katikati ya watu ya Mlima na wa Somali. Kwa sababu tukikubali tutaenda hasara. Mimi mwenyewe nafanya biashara na wa Somali. Kwa sababu wa Somali hakuna kitu mnaandikania. The word is law. Neno ya Msomali is like a banker's check. Hii ni jamii ya kuheshimika sana. Mimi marafiki yangu yote ni wa Somali. Leo nikitaka shilingi 3,000,000, nipige simu kwa Msomali ya kwanza ya tatu, italetwa hapa. Na hakuna kitu tutaandikania. Nimwambie nipatie 3 million, 10 days ndakurudishia. Ikifika, mimi narudisha. There is no other community that I have known that you require no agreement ya kuelewana. The Somali community is a respectable community. Tena hawapendi dhuluma. Wa Somali hawataki dhuluma na Waislamu. Na sisi wa Kristo tunaheshimu Waislamu sana. Because nyinyi hata kuliko sisi mnaomba mara 5 kwa siku. Nyinyi mnachukua dini very seriously. 5 times. You are serious people. You believe in your faith. Mimi nilikuwa nikiwa na ofisi pale Nairobi, kuna Wasomali wafanyabiashara yangu walikuwa nakuja. Ilibidi niwatengenezee kanyumba hapo ya kusale saa ikifika. Iko hapo na mkeka, ni ikifika tunaendelea biashara. Ikifika saa 10 wanasema ngoja. Wanaenda wanaomba, wanarudi. We respect Muslims and their faith. Na tunaheshimiana. Tunaheshimu wa Somali kwa mambo ya biashara. Na wanaishi kila pahali Kenya. I want you please mtusaidie.
huyu Duale anatumiwa na Ruto kuunganisha watu ya mlima na Wasomali. Kwa sababu yeye kwa hesabu yake, hapa mlima mambo yake imeteleza. Hapa hakuna kura. Mliona pale Olkalau? Alitumia 16 billion. Tumehesabu kura moja ni milioni 3. One kura alipata ni ya 3 million. Pale hakuna kitu, hapa hakuna, mambo yake imekwisha. Sasa amehamia Northeastern. Anajaribu kukosanisha nyinyi na watu ya mlima ndio ati mtuchukie sisi, mpatie kura. Wacha nimwambie huyu mtu amekwama. Asidanganye nyinyi. Mkifuata yeye mtakuwa nje ya serikali. Hapa mlima amekataliwa. Nairobi mnajua amekataliwa. Si mnaishi Nairobi? Amekataliwa. Western Wamalwa na akina Sifuna wamechukua. Hii Wajaluo akina Babu nini wamechukua 70%. Hii mzee Oburu amebaki na 30%. Pale Coast hakuna. Kwake Wakipsigis ni watu yangu wamekataa yeye. He has nobody. Amefanya Poll International ako na 17%. Sasa anadanganya nyinyi. Alikuwa anakuja hapa analipa watu pesa ndio wakiona mikutano imejaa watu wafikirie mlima Igadi iko na yeye ndio msitoroke. Sasa kura imepigwa kwa debe imehesabiwa. He has nobody. Na ndio anataka anatumia Duale ati kuunganisha sisi. Ati Wakikuyu ati they are responsible kwa shida ya Wasomali. Umeongea mzuri sana balozi. Kazi Mwai Kibaki amefanya Northeastern Kenya inaonekana haionekani. Si Kibaki alikuwa Kikuyu? Mwai Kibaki transformed Northern Kenya. How can you say the Kikuyus are the enemies of the Somalis? How? Mimi nauliza nyinyi. Ali Kabati hapo Thika amechaguliwa kama deputy mayor na councillor for 20 years na Wakikuyu. How can you elect somebody mwaka 20 kama mko na shida na hiyo jamii? Amin Dedi hapa Nanyuki. Hapa Nanyuki hapa Laikipia East. Amepigiwa kura na Wakikuyu, amekuwa mbunge. Na hapo wa Somali ni 1%. How can you say the Kikuyus have a problem with the Somalis? Kama wametoka asubuhi, mtu ametoka kwake, ameenda amepigia Msomali kura, amekuwa mbunge. How? Hapo Kamukunji, huyu Hassan 20 years amepigiwa kura na nani? Then how do you cheat the Somali people that Wakikuyu wako na shida na Wasomali? How? You cannot cheat people. Bwana Duale, wewe heshimu hii Wasomali. Hao Wakikuyu wamepigia mtu amekuwa mbunge. If you go to every town Kikuyuni, hapa Karatina, ile maduka yote kubwa ni ya Wasomali. Hapo Thika, hapo Murang'a, hapo Maragwa, hapa Nyanyuki, Nakuru, Kiambu town, everywhere the Somalis are part of the Kikuyu nation. Na tunapendana. Kwanza hii maneno kupatia sisi pesa bila kuandikania tunapenda sana. Hatuwezi wachana. We cannot. Mimi mwenyewe tangu nitoke kazi kwa Somali ndio wananishikilia. Nikiona nimekwama nataka milioni 2-3 na napigia simu napewa. It is the Somali community that imenishika tangu nifukuze kwa ofisi. I want to tell you the truth. Magari niko nayo nimepewa na Wasomali. These are good people and nobody will come between the Kikuyu and the Somali. Na mimi mnasikia nimeambia watu ya mlima. Hiyo matusi ya fisi, msilaumu wa Somali. Hiyo ni mambo ya Duale akitumiwa na Ruto. Don't blame the Somali community. These are honorable people. Hawana matusi, hawana fujo, hawana fitina. Kazi yao ni kuomba Mungu na kufanya biashara. Finished. Mimi mambo mawili naona wa Somali wanafuatilia. Kusale na biashara. Mimi naona hapo ndio mmekwama. How can we have a problem with you? Kuomba Mungu iko makosa? Kufanya biashara iko makosa? Tunaweza kukosana tukiulizana nini? Ile wananichukia ni kwa sababu naambia wa Somali ukweli. Ya kwamba pale Madera, Wajia, Garissa, Isiolo, Marsabit, tangu devolution 2013 imeenda 1 trillion. Hakuna kitu ya kuona, hakuna shule, hakuna hospitali, hakuna stima, hakuna barabara. Hawataki niambie wa Somali ukweli. Hao magavana yote ni marafiki ya Ruto, wasifungwe. Kwa sababu ni wezi. Hao wabunge wote wanakaa Nairobi, hawaendi ground.
Mimi nikiwa deputy president nilikuwa nikienda huko, tunaenda nao ndege moja, tunarudi pamoja. Sasa tunatoka kwa ndege ndani ya kukaribisha wewe na mmekuja na hawa. Mimi nikifikiria nilikuwa nawapatia lift wabaki, nikirudi na wakuta ndani ya ndege tayari. There is nothing. Mtu aseme ati North Eastern imekuwa marginalized. How? 1 trillion imekuliwa. And I want to say, mimi nikipata nafasi ya uongozi next year, hao watu yote nitawafunga. Mali ya wananchi watarudisha. I want to promise the people of Northern Kenya, under my administration, hiyo pesa yote nakuja huko, kazi yake itaonekana. Na ndio hawataki mimi. Wanapenda Ruto kwa sababu ni mwizi. Na unajua mwizi hawezi uliza mwizi mwingine. Si ndio? Waswahili wanajuana na nini? Na vilemba. They are comfortable with Ruto because they have stolen everything from the Somalis. Pale hakuna hospitali. Akina mama wanakufa wakijifungua. Maji hakuna, sewage hakuna, stima hakuna, there is nothing. Na pesa imeenda pale ya serikali, ya devolution, ya CDF. Ukija hapa Kikuyuni, CDF imefanya kazi, ukiangalia unashangaa. Madarasa iko tiles, iko kabro, iko nini. Ile pesa imeenda North Eastern. Kama hii wabunge wangekuwa watu wanafuata dini na wanafuata Quran, tungekuwa na maboarding ya wasichana, wavulana, iko na mpaka swimming pool. The money is enough. Na ndio walisema mimi niwaambia nyinyi mnasumbua sisi hapa. Pesa mmepewa ya kujenga mashule. Mmekataa. Sasa watoto ya North Eastern wanakuja kungangana na wetu hapa. Na tunawakaribisha kwa sababu they are innocent. These are our children. Hatuwezi kataa hawa. Lakini kama hawa watu wangekubali, wangejenga mashule, hata sisi tuleta watoto wetu watembee huko, wasome huko. Pale mtu kama Kenan, he has been MP almost 30 years. What is there to see? There's nothing on the ground. Pesa ya CDF ni ile ile. Mileage every month 2.5 billion. Na waendi wanakaa hapa. Ndio hataki mimi. Lakini mimi nasema nitachanua wa Somali. Nitawatetea mimi. Mimi nimeamua. I must speak for the Somali community and the people of Northern Kenya because they are our partners, they are good people. And they don't deserve the underdevelopment that is going on. They don't deserve the lack of facilities in that area. Na mimi naomba mwaka huu unakuja, we liberate Northern Kenya. And the way to liberate Northern Kenya ni kuingia DCP. The reason is this: UDA, ODM, UDM is one thing. So ukienda huko utanyang'anywa. The only party ambaye hawezi nunua uoga kwa Ruto, hawezi tishwa, ni DCP. Hata nilikuwa na kijana hapo Banisa anaitwa kiongozi, akakuwa MP today. He would have been member of parliament. Watu walikuwa wanataka yeye. Chama zingine zote hagempatia tiketi, nilikuwa nimpatie, akanunuliwa. Akauza uongozi. Akauza kesho yake. Please, naomba. And I want to promise you, wale wanasimama hapo Nairobi, you will have an opportunity. Ngangana. Ngangana kama wewe ni MCA, kama ni MP. Will give you free and fair nomination. And where we need to secure several areas pahali muko majority, we'll do so. Pahali muko wengi. So that tukubalie nyinyi nafasi. I want to tell you, hii matusi ya Duale, kutusi jamii ya mlima, hapa kisiasa imetusaidia sana. Ile watu walikuwa wamebaki wachache wa Ruto wote wamehama. Unajua huyu Ruto hana bahati. Watu wake wakifungua mdomo, ile kula kidogo ilikuwa imebaki, inapotea. Kama kuna mtu ametusaidia hapa, ni Murkomen na Duale. Hii kutukana watu ya mlima kila siku na viongozi ya mlima, ndio imesolidify watu wetu against William Ruto. So mimi sitaki Duale afutwe kazi. Nataka aendelee. Kila siku ananisaidia hapa kura yangu. Huyu Murkomen ndiye ametusaidia kura yetu hapa, watu kushikana na kuungana. Huyu Ruto ni mtu hana bahati, ni mtu Mungu amemuondokea. Ile watu wanajifanya wanamsaidia, ndio wanaharibia yeye zaidi. So please, naomba muongee na Wasomali.
mwambie hawa tumekuwa kwa Rigiji, ametuhakikishia that the mountain people and the Somali people are one and they cannot be divided. Kuna biashara mnafanya na Ruto na watu yake? Si ni LPO tu wanauzia nyinyi? Hao Ruto na watu yake because hawafanyi kazi, ni watu ya deals. They don't know how to work, hawajui biashara, hawana haja na biashara. Sasa wanatafuta ma LPO wanauzia wa Somali. Na walipi? Hii watu ni bure kabisa. So sasa tuwale wanasukuma nyinyi kwa Ruto na watu yake muende wapi? Nyinyi mkiwachana na Wakikuyu mtakaa na nani? Sisi hatuwezi wacha wa Somali. Mimi nikiwacha wa Somali nani atanipatia pesa bila agreement? Kwanza nyinyi hamtaki mambo ya interest. Mnasema ni haramu. Si ndio? You are the best people to work with. Mimi sasa kuliko niende kuchukua pesa banks, mimi nachukua kwa Somali. They don't ask me for interest. Mimi nikitumiwa nilikuwa ng'ambo. Nikapewa pesa hapo mingi sana. Tukajua hiyo pesa ikipitia mabenki Ruto atachukua. Tukapatia wa Somali. Nikachukulia hapa Isili. So these are the people to work with. Mimi siwezi wachana na wa Somali. Na watu yangu hatuwezi wachana. And we want to work together. Hata hiyo kijana anaitwa Dedi, nimeongea naye jana jioni. Ni mtu yangu. Anataka kusimama hapo. And we'll work together. Why not? Why not? Thika, ngangana. Wabila kijana ya Thika. Ngangana, work. Yeah. Kwanza mimi nakuja hapo tariki 16. Mtaambiwa. Nataka tufanye mkutano hapo. Umobilize watu, nataka kuoja nione nguvu yako. Si ndio? Msaidie hiki kijana. Ujaza watu kwa kiwanja. Nikuje pia nikutambue. Nione huu unaweza, si ndio? Yes, please. Wale wanataka kusimama hapo Airbase, wale wanataka kusimama hapo Isli, mungangane. Nataka munipangie mkutano Isli, nikuje niongee na wafanyabiashara. Mkimaliza nataka kuja Garissa. Hao watu ya mlima wameniambia. Sisi tulichagua Amin Dedi, Msomali, na kura zetu sisi Wakikuyu tukampagia. Tumechagua Hassan mwaka 20. Tumechagua Ali Kabati. Sisi nanunua vitu yetu kwa Wasomali, ni watu wazuri. Tunataka utembee Garissa. Tuone vile watakukaribisha. So that tujue vile sisi najua hii Wasomali ni marafiki zetu. Is it true? Ama vile Duale anasema ati Wasomali wako na shida na Wakikuyu. Mimi najua, lakini watu yangu wanataka kuona. Nikuje nisije? Mtanipangia vizuri? Munipangie. I want to come and do a meeting in Garissa. Na mimi, from my own intelligence, Duale is the most hated Somali leader as we speak. So he doesn't speak for the Somali community. He speaks for Ruto, anajificha kwa Somali. Yeye kama ako na shida na Rigiji na Wakikuyu, hiyo ni yake binafsi. Usibebeshe wa Somali shida zako. The Somalis have nothing. They have nothing against Rigiji. They have nothing against the Kikuyu community. That is true. Me, I know because Somalis are my friends. So nyinyi msikuwe na wasiwasi. Mumesema mlikuwa na kiti ya nominated ya minority Kiambu County. Nitarudishia nyinyi. I'll give you. And because nitakuwa na majority pale niko na nominated MCs karibu 25, karibu 28. I'll give you. Sasa sisemi ni wewe mtaketi munipatie. Mtaketi muniambie. But I'll give you one position pale. You represent our people. I mean, you are serious stakeholders in Kiambu. You run a lot of business there. You know what is annoying? Hata huyu Duale anaishi Kiambu. Hii watu anaita mafisi, anaishi na hawa. Hata pale anaishi, anaenda walk na Wakikuyu hapo. So bona wewe unatembea na mafisi? He lives in Kiambu. Na sisi hatuna shida na yeye. Kama mimi ningekuwa mtu mbaya, ningesema hiyo mtu atolewe. I cannot, because he is a Kenyan. Na sisi hatuna shida na mtu yeyote. Hata akitutukana ni Mkenya. Akae tu. Lakini yeye, how can he tell the Somali people ati Wakikuyu ni mbaya na yeye anaishi na hawa? Sio ni kubeba watu ufala. Wewe Duale, you live in Kiambu.
Then you are cheating the Somali community that Kikuyus are bad and you live with them. Wewe unafikiria watu ni wajinga? You think Somalis are stupid? They are not. These are very intelligent people. Wa Somali wakipewa nafasi, you know, walikuwa natoka pale Wajia na marks iko chini kwa sababu the conditions are very harsh. Akija Alliance after 1 year anashida sisi yote. These are very intelligent children. They must be given an opportunity and services. Hao watoto ya Wasomali wajengewe mashule, akina mama wapate hospitali ya kujifungua, watu wapate barabara, tupange mambo ya mfugo, tupange mambo ya irrigation. When you go to Israel, it was like Somaliland. Hapo Wajia, lakini with irrigation is another world. You go to Dubai, is another world. Mimi niko na plan ya Northern Kenya. I have a plan. I believe we work together. We get water for irrigation. Tujenge slaughterhouses. Tupange mambo ya export, ya nyama, ya ngamia, ya ng'ombe, ya kondoo, ya mbuzi. Will propel our people to prosperity. Mimi nataka kuhakikishia nyinyi, nikichukua nafasi au deal with the goons ndio biashara ifanyike Nairobi. Hii maneno ya goons Ruto wameleta wakiwa na Murkomen is embarrassing to our country. Kuna biashara inaweza endelea tukiwa tuna usalama. So I want to assure you, we'll work together. Mimi ni mtu wenu. Trust me. I'll take care of you. Vile Mwai Kibaki alichunga nyinyi, Rigathi Gachagua atachunga nyinyi the same way. Mimi and my people will continue doing business with you. Tutaendelea kufanya biashara pamoja. I want to promise you, mimi hapa nimekubaliana na watu yangu karibu 8 milioni kura ya kufukuza hii Kasongo aende nyumbani. Mimi naomba Wasomali msibaki nyuma. Musikubali. Don't be cheated by Duale that Ruto is going anywhere. He's going nowhere. Because nyinyi mnapenda kuwa ndani ya serikali because of the unique challenges in that region of security na nini. Please invest in the incoming government. Finally, vile Balozi alisema, William Ruto, you cannot tell the people of Northern Kenya ati ile umepatia ni kuondoa vetting, ati hiyo ndio umewafanyia. That is a right. Getting an ID is a right of every Kenyan. And Somalis of Kenyan origin require no favor to get an ID. They require no favor to get a passport. It is a right. So usiwaambie ati umetoa vetting, jegea hao barabara, wawekee maji, weka stima, weka sewage, weka dawa kwa hospitali. That is what the people of Northern Kenya need. Hii maneno ya vetting is neither here nor there. Is their right. And Somalis of Kenyan origin have no challenge because wanajuana. Wale wako na shida ni wale kutoka Somalia. How do you wanafungiwa and wafungiwe because they have no business in our country. So don't tell the people of Northern Kenya ati umewaondolea vetting. Tell them umejenga barabara gani. Wacha hii uongo ya Samantara ya nini, hakuna. These people can see there is nothing. These are intelligent people. Mambo ya Mandera, watu wanasumbuliwa na askari kutoka Jubaland. Wanaangaishwa in their own country. Governor cannot speak, senator hawezi ongea, MP hawezi ongea. Wote wamejaza chakula kwa mdomo, kwa hivyo hawezi ongea. But I'll speak for the people of Mandera. I've spoken for them. Na mpaka next year mchague viongozi yenu, nitaendelea kutetea nyinyi. Lakini next year mchague watu wazuri, ambaye hapana shughulikia tumbo yao, ambaye wanapenda wananchi, wako na huruma kwa wamama na vijana. Our young people require employment. They require wafanya biashara. Hao wabunge wote, magavana, maseneta wameuza jamii kwa William Ruto. Wameauction nyinyi asubuhi mapema. Siku niliwaingilia walijaribu kurudi, wakarudi wiki 3 wakarudi Nairobi. Hao watu wote nitawatoa Nairobi warudi mahali wanataka kukaa. Yeah. Si ndio watu wetu? Mimi nataka tuseme we are one people. DCP is your party. Hii chama itasaidia nyinyi
kwa sababu ndio chama hawezi uziwa uoga. Ndio chama ambaye inasimamia haki ya Wakenya. Ndio chama ambaye inasimamia mambo ya biashara, mambo ya usalama, mambo yale ambaye inaweza inua jamii. Please join DCP, tutembee pamoja. Na mimi nataka tuanzie Garissa, tukitembea Garissa tupange kwenda mbele. Si ndio? Si ndio? So msijali, si mtatuchunga huko. Si mtaweka usalama kabisa. So because I have another delegation, I want to say thank you kwa kunitembelea. Asanteni sana. We'll get opportunity tupige picha na aspirants pale. Na wale wanataka ndio hizo picha zinaweza msaidia. Lakini nataka kusema nimeshukuru sana. Na pia tumepata nafasi ya kutoa taarifa kwa Wakenya. Na nimeongea na I think it was live. Ndio kila mtu ajue. Nobody can come between the Somali community and the Mount Kenya people. Na msitumiwe, Ruto asitumie Duale kupiganisha watu ya wa Somali na watu ya mlima. Na you have done well to come. Hata hii picha itafurahisha watu wetu. Hata wale wako nyumbani watafurahi. Because hata watu ya wa Somali wamekataa hiyo ujinga ya Duale. Wamesema wataki hiyo maneno. Asipiganisha watu. Sijuzi karibu anapiganisha nyinyi na Wakamba. Anaenda kuongea matope. Na nyinyi mnapitia mwingi mkija Nairobi. Anapiganisha jamii ya Wakamba na Wasomali. Why? Anataka kupiganisha watu ati afurahishe Ruto. Afurahishe Ruto. Tena yeye ameharibia nyinyi jina. Pesa ya SHA ndiye ameiba. Pesa ya wagonjwa ndiye ameiba. Yeye anajenga mall pale Kilimani, pale karibu na Air Center, na ingine anajenga Karen. Yeye akikula anasema Wasomali wamekula. Kuna kitu Wasomali wamekula? Yeye akifanya biashara anasema Wasomali wamefanya biashara. He is actually using the Somali community to enrich himself. Na Ruto anamwamini sana. Nilikuwa nikiwa deputy president, tukifanya appointment anasema uliza Duale. Analeta tu watu yake. Hakuna mtu ya Mandera alipata any appointment. Mtu ya Wajir hakuna. Even within Garissa, his own family. Nikauliza Ruto, sasa watu wanalalamika hii mtu ukimpatia nafasi anapatia tu watu yake ya nyumbani. Everybody else has been left behind. And then he is saying he is speaking for the community. Which community? He has really oppressed the Somalis. Na kwa sababu Ruto anamwamini, amempatia kila kitu, wengine watu wamebaki nje. So the liberation of the Somali community is coming. Next year, the Somalis are part of this country. And they must occupy their rightful place on the national table. And they must get services. And they must get security. And IDs is not a privilege, it's a right. They are entitled. Mtu asikuibia ati umepata ID. Is your right. Sini kama mtu atikufurahi amefika nyumbani kwake. Hatujipigie makofi, oh I'm so happy nimefika nyumbani. How? Is your home. Kupata ID is your right. Sini haki yako. So hiyo ni nini wanashida hapa Duale akiibia sisi? Hata maplota amechukua nini kila kitu. Anyway, tuachie hapo. Ya kila kitu anachukua Wilson nini, hata hii mambo ya Mera ameingilia, ile charges yote iko pale yeye ndiye anachukua. Kwanza Wameru anatafuta yeye, anatafuta na Wameru. Unajua Wameru unajua si kama wewe, Wameru ni kali sana, wanamtafuta ako wanted, anatafuta na Wameru vile amefinya hao kwa biashara ya Mera. So mimi nimeshukuru sana watu wangu from the Somali community. I'm so happy to host you in Munyoro. You are most welcome. This is your home. Please, we are good friends. We are business partners. We are one people. And nobody can come between us. Sindio? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. So just come back. Come back for the cameras. For cameras, just. Gedal tutur. Dao ku dance tawa. Ku dance tawa. Ujeni. Sukar ku dance tawa imadane. Waher ukaydi.
تي اسمعنا وحر اسمعنا وحر دوي Haya, you lead. Your Excellency, ukiwa umevaa hiyo mavazi rasmi ya traditional leader ya Wasomali, Kuna mchezo ya Kisomali pia. just wait a minute. Sultan Gachagua. Hey, Sultan Gachagua now. No, just wait. Mheshimiwa, as you wear this, kutakuwa na traditional dancers who will official initiate. Kujeni hapo. Kale bila bash. Kujeni, tutampata tu mama anashughulikia wengine. Let's go. Take it. Kindly tuache mheshimiwa hapa peke yake na watu wawili tafadhali. Kwa heshima. Tufuate protocol. Let's all sit down tafadhali. Tafadhali tushuke chini. Waheshimiwa tafadhali. Tafadhali mzee, tafadhali. Tushuke. Tafadhali, mheshimiwa tafadhali. Wacha tubakishe. Tushuke tafadhali. Avri.